سيد الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أصحابه المنتجبين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يقول تبارك وتعالى في محكم كتابه التنزيل وهو القرآن العظيم: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. Ndugu zangu Islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza tunastahiki kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na turudishe shukrani nyingi kwa sababu ya kutufadhilisha kwa siku hii ya leo, kuwa tuko miongoni mwa wale ambao wameweza kuhudhuria siku hii takatifu iliyokusanya matakatifu mawili au mautukufu mawili, utukufu wa yaumul Jumaa na utukufu wa siku ya Arafa. Tukizingatia kuwa sisi si bora kuliko wale ambao hawakuweza kuwa katika sisi kwenye siku kama hii, wakiwa wamedharurika kwa dharura zote tatu. Ya kwanza ikiwa ni wale ambao wametangulia mbele za haki, sio sisi tuliokuwa na fadhila kubwa kiasi ya kuwa tunafaa kubakia duniani, lakini kwa fadhila ya Mwenyezi Mungu tupo. Na pili, wale ambao wako vitandani wakiwa ni wagonjwa, na wakati sisi tuko hapa tukiwa na afya zetu, si kumaanisha sisi ndio bora kuwashinda wao, ndio sababu tumepata afya ya kuweza kutuhudhurisha hapa. Na tatu, wakiwa ni wale ambao wameghafilika, hawatambui kama ni siku ya Ijumaa, na kama watambui wanaweza kutambua, wanakuwa ni kama wameghafilika, hawezi kuelewa umuhimu wa kuhudhuria siku kama hii mahali kama hapa. Ndugu zangu Waislamu, nilipopewa nafasi hii ya kusimama hapa, nilifikiria ni kitu gani ambao naweza kuja kusimama tukajaribu kukumbushana kwacho na ambacho kinakuwa kinaambatana na masiku haya au zama hizi tunazoishi kwa siku ya leo, Ijumaa ya leo. Na kutokana na hiyo nikaona tunastahiki tusahiki kuwa tunakuja kukumbushana kuhusu umuhimu wa masiku haya au umuhimu wa siku ya kesho kwa maisha yetu ya kila siku. Ndugu zangu Waislamu, tukizingatia kwa ulimwengu tunaoishi ni kama zile za nyuma zilizokuwa ziko, au generation yetu tulio ni kama zile generation zilizokuwa nyuma, ambapo ulikuta kwa tawala zinazotawala kiserikali au system ya governance na system ya education ambao ziko ni systems ambazo zilikuwa hazizingatii mambo ya Mwenyezi Mungu. Pia na hii yetu iko hivyo, kiasi kwamba hautaona mafunzo ya dini yakipelekwa kipaumbele mahali popote, na hautaona mambo ya ibada yakipelekwa kipaumbele mahali popote, ambapo inaweza kuwa ni kama ni sharti kila mtu aweze kuhudhuria kwenye mambo ya ibada, ikaachwa ni uhuru wa kila mtu. Katika hali hii, tawala zote zilizokuwa ziko nyuma na hata zilizokuwa na sasa zimekuwa zikipelekea watu wake kufuata mtu kile anachokiona. Hasa tukija kwenye mambo ya ibada, inakuwa kila mtu anafuata kile anachokiona, na hata pia kwenye dini yetu ya Uislamu utakuta migawanyiko iko mingi na kila mtu ana rai zake anavyoona, lakini sisi tuna neema moja ambayo tunafaa kuizingatia, na ni neema ya Qur'an na neema ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Mwenyezi Mungu kwenye Qur'an katika hali hii alijua kupotea kwetu ni kitu kiko rahisi kuliko kuongoka.
na kutokana na hiyo akatolea maneno yenye mafunzo ambayo tunayapata kwenye suratu Ali Imran aya ya 95, ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia fattabi'u ba'da billahi minash shaitani rajim fattabi'u millata Ibrahima hanifa wama kana minal mushrikin, ambao kwa tafsiri yetu, kwa tarjuma zetu za Kiswahili ni maneno yanayosema basi mfufuateni mila ya Ibrahim aliyenyooka, wala hakuwa miongoni mwa wale ambao ni washirikina. Tukiangalia hii aya ina amri, kwa sababu imetolewa amri kwa sababu ya udhaifu wetu wa kuweza kufikiria. Mwenyezi Mungu akatoa amri akasema ni sharti tufuate mila, yani kama tunataka life, tukutumia lugha za kisasa, kama tunataka lifestyle ambayo ndio lifestyle iliyo ya mafanikio. Tusitumie lifestyle hizi tunazoziona zinaletwa na wazungu, kiasi ya kuwa mavazi ni ya kizungu, mitindo ni ya kizungu, mambo ni ya kizungu, bali tufuate, anatuambia fuateni millata Ibrahima, fuateni desturi au lifestyle ya Nabii Ibrahim alayhi salam. Kisha akamsifu kwa sifa hanifa. Hanifa maana yake, ukienda kwenye tarjuma ya Kiswahili iliyotungwa na Al-Idra Foundation chini ya uongozi wa Sheikh Ali Mwalupa, utakuta neno hanifa limetafsiriwa kama mnyoofu, yaani ambaye maisha yake yalikuwa ni maisha ya kunyooka, maisha yaliyo na mwelekeo ambao hautakuletea shida kwenye maisha. Na ukienda kwenye tarjuma nyingine kama ile ambayo imetafsiriwa na Sheikh Ali Al-Barwan, utakuta ametumia neno hanifa kwa maana ya muongofu, aliyeongoka. Hii ni sifa, na ujue hii ni kitu, ni sifa Ibrahim anapewa na Mwenyezi Mungu direct. Hii ni certificate. Ukienda kwa wenzetu uangalie tafsiri au tarjuma iliyotungwa na Sheikh Abdallah Al-Farsi, ametumia neno kutafsiri hanifa, ameitamka aliyehalisika na kila aina ya ushirikina. Hii ni kutuonyesha nini? Inatuonyesha kuwa katika wote watakao tafsiri, watatafsiri kwamba Nabii Ibrahim alayhi salam ni kioo chetu, kama vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyotaka sisi tumuone kama kioo. Sasa hebu tuangalie kidogo maisha ya Nabii Ibrahim alayhi salam.